kuna watu wanaishi, kuna viumbe visivyoonekana vinaishi. Wewe unaona ukuta, unasema siwezi kutoka nje. Mimi sioni ukuta, naona njia. You interact with spiritual beings. Mchawi kama anapita kwenye dirisha, unapitia ukuta huu. Akija kwako kukuloga, akatokea kwenye kona hii, tokea kona hii, mfuate nje. Shetani haogopi maneno ya kinywa, anaogopa. Kuna watu wanaishi katika eneo la kupambana. If you uko kwenye mambo matano, ni mawili: upate pesa for free au upate cha kufanya uwe na access ya pesa. So how can a person have influence kwenye hivi vinavyoonekana? Sasa unakuwa ni kiumbe ambaye yuko duniani, lakini ambaye hadipendi tena kwenye oxygen, hadipendi kwenye damu, nyama na mwili, ila ana uzima wa watu wa kule. Yaani akiwaza kuua afu inahitaji pesa, hiyo kuua yake itahitaji pesa, atazifuata zako. Na hakuna maombi ambayo mwanadamu anaweza kuomba nje ya mambo matano dunia hii utapata matokeo. Ni vitu vipi vya kuzingatia? Jambo la kwanza, kwa hiyo una attract kila kitu kwa sababu ya hivi vitu vitano. Ukiwa na utajiri wa mbinguni, ina maana utegemei tena uchumi wa kidunia kufanikiwa. Kwa maana mimi ni Bwana nikufundishia kupata utajiri. So kwa sababu kuwa maskini sio, yani to be poor is not the absence of money. Sina pesa ipo ila huna wewe, wengine wanayo. To be poor is to lack the access of money. Okay. You lack the access to that money. You lack access of money, then you are poor. But see the absence of money itself as a currency. Okay. Yani haimaanishi kukosa pesa kwa Victor eti Tanzania ilipitisha bajeti ndogo mwaka huu. Labda kama walikuwa wanatengeneza trilioni kadhaa za shilingi, walipunguza. Kwa pesa zimekuwa chache, hazijamfikia Victor. No. The same measure, the same amount of money. Tena inawezekana zikawa zimeongezeka, na kuna nyingine za nje zimeingia kwa watalii, kwa kupitia sijui milango gani. So currency imeongezeka sana. But wewe huna pesa si kwa sababu pesa hazipo. Si kwa sababu makaratasi yale hayapatikani. No, wewe huna access na hayo makaratasi. And that's lack of control. So all you need is access. Yeah. And we don't chase money. We don't chase money. Money chases you. All you need is access. I think next time we have to learn how can you have access to that money. Because there is a way to have access, ndio? There is a way to have access. Which of it is one of these? Ambao ni kuna ya kidunia na kuna hii ya kwetu sasa ambayo ni superior. Na hii superior ya kwetu is effortless. Effortless. Unasikia gani unasema miracle money nini, hivi vitu vyote vina exist. Effortless. Si kwa sababu eti kwamba utasema sasa kama sina kazi itakuwaje? Mimi ni Bwana nikufundishia kupata utajiri. If you uko kwenye mambo matano, kama Mungu umejalia na mambo matano, ni mawili: upate pesa for free au upate cha kufanya uwe na access ya pesa. That's God. Let's go. Ndo hivyo. Mimi ni Bwana nikufundishia kupata utajiri. Yeah. So Mungu anaweza akasema, "Oh my son, utalala utaota ndoto, ukiamka asubuhi utashangaa mtu anakuja anakuambia siku kuna watu wanahitaji vyafu uliota usiku." Idea fulani unasema unajua hii ni Mungu. Tomorrow umeanza. Ulikuwa una cha kufanya, una idea yote. Hata kama ni ya kukunja maboksi ya zawadi. Hayo maboksi yako anaweza akawa ndo kila mtu anataka kuyanunua. Lakini sasa uzuri wa Mungu pia anaangalia, akupi tu, anaangalia how are you going to use it. Unajua? Yaani ngoja nikwambie. For you to know the source, you have una uelewa wa kutosha kujua kwamba hiyo pesa haijaje kupitia nguvu zako. Yeah. Umeelewa? Tofautisha wale wa dunia ni kwamba hadi ufike level ya kupewa na uweze kuzipata na kuwa na access. Kuna level ya ufahamu tayari unayo. Kwanza ndio maana ukaweza kuishi kwa kujua kwamba mimi ni kiumbe wa mbinguni. Siishi kwa sababu Tanzania ina pesa au haina, sijui kwa sababu kuna vita Iran, sijui kuna nini. No, mafuta. I'm living based on heavenly currency. Mimi nimebarikiwa kwa baraka zote za roho ndani ya Kristo Yesu. Amenibariki. Anasema mwana simba utendikiwa atakula nyasi, lakini wenye haki wangu hawatakosa chochote kilicho chema. Chochote. Na havijaandikwa majina. Chochote. Bro, you eat until it become. So physical currency kifeli, shilingi stuff. Digital kafeli, cryptocurrency, Bitcoin and stuff. Kuna hii unseen currency. Yes. Bro, utapewa hata hela bure. Amen. That's God. Amen, bro. That's God, bro. Kama aliza mpa mtu mimba si bila mwanaume. Tunataka kupewa pesa bila kazi. Wow. That's God, bro. Wow. You have to think like that. Alignment. Yeah. Na kukosa cha kufanya kukosa cha kufanya
sio sababu ya kujustify kwamba mimi siwezi kuwa na pesa sababu imeandikwa asifanye kazi na asile kwa sababu sasa nimemwamini Mungu sawa ila sina kazi. Alikwambia kwamba kazi unatakiwa utafute ndo Mungu akusaidie ni nani? Mungu mwenyewe ndo anayekupa kazi. Nikufundisha kupata utajiri. Yaani wewe ukishakuwa kwenye mambo matano, first of all tu pesa. Kwanza lazima uwe. Yaani unaamini kwamba sina pesa, nina kazi. Hiyo kazi italeta pesa. Sina pesa, sina kazi. Hiyo revelation ulionao inaleta kazi, afu inaleta pesa. Complete. Na hata hiyo revelation ulionao inaweza kuleta pesa bila kazi. Mbona naona kama mambo matano ndo kila kitu. Tumekwambia bro, soma Bible yako mpaka uchimbue mpaka utakavyoweza. Nobody has ever lived outside haya mambo niliyokuambia. No one. From Genesis to Revelation. Yani hapo ninaona natural ni kwamba self vinaitwa vitabu vya kujisaidia, vitabu binafsi vya kujisaidia vyote vimetokea hapa. So vya kujisaidia. Yani vitabu vyote unasikia principle to get wealth, Think and Grow biblical rich. Way to become rich. Sijui break the curse of poverty. Sijui the anointing for wealth. Vyote tunavyoongelea we still get back here. We will always come back here. You don't need the book first because hivi vitabu vyote vinakuleta hapa. Lakini the problem is vinakuleta kwa njia moja ambapo zinaitwa subways. But you have a main way. A main way. Of which yani ngoja nikwambie. Mungu ni kama baba. Ukija kuanza kudefine haya mambo utagundua kwamba the Lord is my shepherd. Sawa? Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu Bwana. Na kuna sehemu anasema mkisali salini hivi baba yetu uliye mbinguni. Baba. Ina maana kama baba yako anakupaga kila kitu kilio kusema baba na shida na ndevu zako hizo anakuambia mwanangu na 10,000 hapa uchukua utakula hiyo sina kitu utakula na mke wako. Kama baba yako anakuthamini to that extent na umeoa na una kila kitu na bado ukiwa na tatizo kidogo ambalo mcheki mzee anakusaidia. Baba wa duniani Mungu ni zaidi. Anasema katika yeye ubaba wote wa dunia unatajwa. Kwa hiyo ndio dimension ya juu. Hizi nyingine ni levels tu. Sasa ujue tu kwamba kuna wakati itafika utasema Mungu hawezi kukupa pesa kama ujui hata budget, hujui kuzibudget. Huyo sio baba anemjua mimi. Kuna wakati inafika you know God. Yes, una ufahamu juu ya budget lakini hawezi kuacha ukafa njaa kwa sababu una ufahamu wa budget because it's ina disqualify kuwa baba. You don't give your children food kwa sababu they have worked. No, unaweza kuachia hata kazi ya kufagia ndani hajafagia lakini anakula kwa sababu you are responsible. Yaani asipokula as long as ni mtoto wako you are responsible. So tunapokuja kudive kwenye mambo kuna wakati mwingine atakwambia sawa principle to maintain, principle to do, sio nini kanuni za kutunza fedha. Hizo sasa zinatuprune, zinatutengeneza tuwe more vizuri. Lakini kanuni za kutunza afya sio solution, sio kigezo cha kutokubarikiwa hata kama uzijui. He's a father. He's a provider. For him to be a father, he must provide. He doesn't provide, yeye hawezi kuitwa baba. Kwa yeye kwa mchungaji wa kondoo na ajui kondoo leo wanaenda kula wapi na maji yako wapi. Yes, si mchungaji. Sasa unasema mimi ni mchungaji, kama mimi ni mchungaji wako, huwezi kupungukiwa na kitu. Na maana si jukumu lako kujua malisho yako wapi. Ukiamka asubuhi fuata mchungaji. Kama unaona unapungukiwa, wewe utakuwa unachungwa na bibi yako. Au Masai kama tulivyosema. Kwa lazima yani unapoanza kwa meditate unaanza kujua mimi kuna mali na kuna kitu kina laki, kuna mali siko serious na Mungu. Let me be serious. Acha kabisa niamue nimpe full control. Awe mchungaji wangu. I will live maisha yangu nikijua kabisa nachungwa na mtu mmoja tu. And I will follow his instruction. Nitasoma neno lake nimuelewe zaidi kwa sababu kusoma ndio kunakufanya ujue zaidi unafuata nini. Then from there ona matokeo. Nakwambia ukweli. Nakwambia ukweli. I think we should finish. Uko on fire. Are you on fire? Tutaendelea mpaka kesho. Yaani nikiendelea hapa tutamaliza lakini huo ndo kweli. So control yote ya ulimwengu iko hapo. Majibu yote ya watu, unaona makanisa watu 500, mwingine na kanisa la watu 2, mwingine na kanisa la watu 700, mwingine na kanisa la watu 1000, mwingine na kanisa la mtu mmoja, mwingine na kanisa la watu 500. Alafu wote wanamhubiri Mungu mmoja. The problem sio watu. The problem ni yule anayewaita watu kuja kwa Mungu kupitia haya mambo anayo. Kwa sababu ndo amebeba majibu ya watu. You have to comprehend these things. Vikae ndani yako. Then ukishakuwa na hizi dimension 5 ndani yako in full, akawatoa wengine kwa mitume, manabii, wachungaji na walimu kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu kwa ajili ya kazi. Now you call them, come if you want to walk on journey wa perfect. I give you money, I give you healing, I give you everything. And then sikupi ili uje kuchukua kesho. Once I give you, you have it already.
You come to church now to worship, not to get rich. You come to church now to give God thanks and glory, to unamimina moyo wako kwa Mungu, si kwa sababu you need a child, no. Okay. Si kwa sababu Mungu anahitaji kazi, no. Okay. Now unakuja kanisani, we say, oh, our Lord, our Father who art in heaven, hallowed be thy. Umeelewa? So kama umefanikiwa kuangalia mazungumzo haya hadi hapa tulipofika, maana yake ni kwamba hii ni sehemu fupi tu ya mazungumzo marefu ambayo nimekuwa nayo na mtumishi wa Mungu. Lakini kama unahitaji kuangalia the full package, episode nzima na vitu vyote tulivyojifunza hapo ndani, you can click the video ambayo itakuwa suggested hapa pembeni, and yeah, go ahead and learn, kwa sababu kama hii video fupi umepata vitu vingi, trust me, kwenye video hili nyingine ndefu, the longest one, utapata vitu vikubwa vingine zaidi vingi. Cut.